Mwanamatengenezo maarufu ambaye Mungu alikuwa akiingiza matengenezo kupitia yeye ni Martin Luther. Yeye alizaliwa katika mji mdogo unaoitwa Eisleben mnamo Novemba 10, 1483. Aliitwa Martin kwa sababu siku ambayo alizaliwa iliitwa siku ya Saint Martin katika kanisa Katoliki. Alisema kwamba baba yake aliomba kwa sauti kando ya kitanda cha mtoto wake mchanga, kumwomba Mungu ampe neema aweze kujulikana kwa kujifunza na uchamungu. Muda mfupi baada ya Martin kuzaliwa, familia yake ilihamia Mansfield, ambapo baba yake Hans alimiliki biashara ndogo ya madini ya shaba. Hii ilipunguza umaskini ambao familia hiyo ilipitia. Hans Luther aliamua kumpa mtoto wake elimu bora. Walimu wa Martin hakika walimfundisha masomo yake, ijapokuwa walikuwa wakatili. Waliamini kuwa kupiga wanafunzi ndiyo njia bora ya kuwafanya wajifunze. Martin akiwa shuleni aliwahi kuchapwa viboko 15 kwa siku moja shuleni. Kijana Martin alikuwa akisoma shule ya kijiji cha Mansfield. Baadaye alihamia shule ya kanisa kuu Cathedral huko Magdeburg kwa kuendelea na masomo. Wanafunzi wengi walikuwa maskini na hivyo hawakuweza kupata huduma muhimu ipasavyo, na Martin Luther pia alikuwa mmoja wa wanafunzi hawa. Mara nyingi walizunguka kwenye majumba ya watu kuomba chakula. Wakati wa Christmas walikuwa wakiimba nyimbo kama njia ya kupata chakula. Hivyo wakati fulani watu walikuwa wema na kuwapa chakula, lakini mara nyingi vijana hawa walikaripiwa na kufukuzwa. Baada ya muda mfupi huko Magdeburg, baba wa Martin alimhamisha na kwenda Eisenach, ambapo alisoma kwa miaka 4 huko Georgenschule. Hapa pia Luther ilimbidi aombe chakula pamoja na wanafunzi wengine maskini. Siku moja, baada ya kufukuzwa kutoka kwenye nyumba kadhaa, Luther alikata tamaa. Alihisi kuzimia kwa njaa, alitamani kuacha kusoma na kwenda kufanya kazi na baba yake katika migodi. Lakini mlango wa nyumba iliyofuata ulifunguliwa na mwanamke mpole aliyeitwa Ursula Cotter akamwita. Alimwonea huruma sana na kumpa chakula kizuri na kumwomba arudi mara kwa mara. Na hivyo huyu mwanamke na familia yake kwa furaha walitoa mahitaji mengi ya Luther. Alipokuwa na umri wa miaka 18, Luther alienda chuo kikuu katika mji wa Erfurt na kuanza kusoma sheria. Chuo kikuu cha Erfurt kilikuwa moja ya chuo kikongwe na maarufu sana nchini Ujerumani wakati huo. Baba yake alifanya kazi kwa bidii kumsomesha Martin. Alijivunia sana kijana wake, ingawa alijua ingemgharimu pesa nyingi kumsomesha. Alikuwa tayari kulipa, kwa sababu yeye alitaka mtoto wake awe mwanasheria maarufu. Hapa kijana Luther alitumia takriban miaka 7 katika masomo. Alisoma kwa bidii na hivyo kuwa mwanafunzi bora katika chuo kikuu. Moja ya mambo aliyopenda Luther kufanya wakati alipomaliza kazi zake za kila siku ilikuwa ni kwenda maktaba kusoma. Siku moja, akiwa katika kusoma, aliona nakala ya Biblia ya Kilatini. Ilikuwa ni mara yake ya kwanza kuwahi kuona Biblia. Alikuwa amesikia makuhani wakinukuu vifungu kadhaa vya maandiko, lakini hakuwahi kutambua kuwa Biblia ni kitabu kikubwa kiasi hiki. Alianza kusoma kurasa za Biblia kwa uangalifu, akakutana na kisa cha Samueli na mama yake Hana. Akagundua uajabu wa kitabu hiki na hivyo akatamani kuwa na nakala yake mwenyewe, lakini vitabu vilikuwa vichache na hivyo haikuwezekana. Muda mfupi baada ya hili, Luther aliamua kuacha kusoma sheria na kuanza somo la theolojia, ambayo maana yake halisi ni utafiti wa Mungu.
Mambo mawili yalitokea ambayo yalimpelekea kufanya uamuzi huu. Moja ya haya ilikuwa kifo cha ghafla cha rafiki ambaye alimpenda sana. Wakati aliposikia, akajiuliza, je, itakuwaje kwangu kama na mimi nitakufa ghafla? Haikupita muda mrefu, wakati wa majira ya joto ya 1505, wakati akirudi Efat baada ya kuwatembelea wazazi wake, alipatwa na dhoruba kali. Ghafla, radi ilipiga karibu na miguu yake. Akapatwa na hofu kubwa, akapiga magoti na aliomba kwa Mtakatifu Anne amwokoe. Alipoinuka bila kujeruhiwa, aliamini kwamba Mtakatifu Anne amemwokoa. Alihisi ni lazima afanye kitu kuonyesha shukrani zake, na hivyo aliweka nadhiri kwamba angebadilisha maisha yake na kuwa kuhani. Matukio haya mawili yalibadilisha maisha yake. Marafiki zake walishangaa. Baba yake hakufurahishwa, kwani alikuwa akifanya kazi kwa bidii ili amsomeshe Martin, na alikuwa na matumaini mtoto wake angekuwa maarufu kama daktari wa sheria na pengine tajiri mkubwa duniani. Sasa matumaini haya yote yanatoweka, ukizingatia watawa hawakuwa wakiheshimiwa sana wakati huo. Watu walijua kwamba watawa waliishi maisha ya anasa na utajiri wao walikuwa wamechukua kutoka kwa watu. Hivyo baba yake Martin aliamini kuwa mwanaye alikuwa amevunja amri ya 5, waheshimu baba yako na mama yako. Akiwa na hakika kwamba lilikuwa jambo sahihi kufanya, Luther alitoka chuoni hapo na kuingia katika chuo kikuu huko Erfurt mnamo Julai 17, 1505. Watawa walipaswa kuishi maisha thabiti, kwani walidai kuwa watu wa kidini sana. Biblia ambayo Luther alikuwa ameisoma chuoni ilikuwa imemfanya afikiri kwa makini kuhusu Mungu na nafsi yake, lakini kama yule Mkushi katika Matendo 8, alihitaji mtu wa kueleza maandiko kwake. Luther alijaribu kupata kibali cha Mungu kwa kusali na kufunga mara kwa mara. Alilala muda mchache na kufanya maombi mengi sana. Yeye alijaribu kufikiria kila dhambi aliyoifanya ili aweze kufanya toba kwa dhambi zake zote, lakini hiyo haikumfanya ajisikie vizuri zaidi. Hakujua kwamba mwenye dhambi anaweza tu kuokolewa kwa njia ya imani katika Yesu Kristo. Hakujua kuhusu upendo wa Mungu. Badala yake, kila aliposikia habari za Mungu, aliogopa. Imani ya Lutheri haikuwa kwa Mwokozi, bali katika watakatifu na malaika, matendo mema, kufanya toba na kulipia dhambi zake mwenyewe. Luther pamoja na Wakatoliki wengine walikuwa wamefundishwa kwamba Mungu ni mtakatifu sana, kwamba angeweza kufikiwa tu kupitia watakatifu. Hakuna mtu aliyemwambia kwamba dhabihu ya Bwana Yesu Kristo pekee ndiyo inayoweza kutosheleza haki ya Mungu. Kwa sababu hiyo, hakuweza kupata amani. Alijiuliza mara kadhaa, ni nini kitakachoniokoa na dhambi zangu na kunifanya kuwa mtakatifu? Nitawezaje kufanya amani na Mungu mwenye haki? Hakuweza kupata majibu. Baadhi ya watawa wengine walifikiri kwamba alikuwa mpumbavu, lakini wengine walikuwa na huruma. Luther alikutana na nakala nyingine ya Biblia. Hakuweza kuipeleka kwenye chumba chake kwa sababu ilikuwa imefungwa minyororo ukutani. Luther alipewa daraja la upadre tarehe 2 Mei 1507. Alipokuwa na umri wa miaka 23, alianza kufanya mema kadiri alivyoweza kwa kuwatembelea maskini na kuhubiri na kufundisha vile alivyojua. Kuwa kuhani kulimaanisha kwamba angeweza kuongoza sakramenti ya misa. Alisikiliza watu walipokuwa wakiungama dhambi zao kwake. Yeye angekaa katika chumba kidogo ambacho kilikuwa na pazia kati ya kuhani na mtu anayeungama dhambi zake. Ndipo Luther angepaswa kuamua adhabu ya dhambi hiyo ni ipi.
Labda angewaambia wakariri sala ya Bwana mara 25 au kutoa sadaka kwa kanisa au kufunga siku 3. Na baada ya mtu kukamilisha toba, Luther aliweza kuwaambia, dhambi zao zimesamehewa. Hii ilikuwa ni moja ya kazi ya kuhani. Mnamo mwaka 1508, alialikwa na Frederick, mkuu wa Saxony, kuhamia mji wa Wittenberg kuwa profesa wa falsafa ya maadili katika chuo kikuu. Kanisa lilikuwa sehemu ya chuo kikuu na Luther aliombwa kushiriki kuhubiri kwa watawa, maprofesa, wanafunzi na watu wa mijini. Muda mfupi baadaye, Luther akawa maarufu akiwa mwalimu na mhubiri. Baadaye akawa mhubiri katika kanisa la mjini Wittenberg. Alipoanza kufundisha na kuhubiri, alikuwa bado hajaelewa Injili ya Yesu Kristo. Safari yake ya mwaka 1510 kwenda Roma ndiyo ilifungua macho yake. Alitarajia kuona utakatifu, lakini alikuta uovu mkubwa. Makuhani wengi hawakuishi kile walichofundisha. Kanisa lilikuwa limejaa makosa na dhambi. Alikatishwa tamaa sana. Huko Roma kulikuwa na ngazi zilizoitwa Scala Sancta, ngazi takatifu. Watu waliambiwa kuwa yeyote atakayepanda kwa magoti atasamehewa dhambi zake zote. Luther alipanda akiomba na kubusu kila hatua, lakini hakupata amani. Hakuelewa kwa nini. Aliporudi Wittenberg, aliendelea kusoma, kuomba na kufunga. Mnamo 1512 alipata digrii ya udaktari, lakini bado hakuwa na amani moyoni. Mpaka siku moja akasoma Warumi 1:17, wenye haki wataishi kwa imani. Ghafla akaelewa, wokovu ni kwa imani katika Yesu Kristo. Moyo wake ukapata nuru. Alibadilika kabisa. Sasa alimwamini Mwokozi wake. Alianza kuhubiri ukweli kwa ujasiri. Mafundisho yake yakajaa upendo na haki ya Kristo. Kanisa lilianza kuuza hati za msamaha. Ziliahidi kusamehe dhambi hata za baadaye. Johann Tetzel alianza kuuza hati hizi. Aliita watu, lete pesa zako. Lakini Luther aliona hii ni uongo. Akaandika hoja 95. Akazigongomea kwenye mlango wa kanisa Wittenberg, Oktoba 31, 1517. Matengenezo yakaanza. Upinzani ukaanza. Papa alimtaka anyamaze, lakini Luther alikataa. Alisema atasimama na neno la Mungu. Katika mkutano wa Worms aliletewa vitabu vyake. Akaulizwa, utavikana? Akasema, isipokuwa nimesadikishwa kwa maandiko, siwezi kukanusha. Kisha akasema maneno maarufu, hapa nasimama, siwezi kufanya vinginevyo. Mungu nisaidie. Amina. Alitangazwa kuwa adui, lakini Mungu alimlinda. Alichukuliwa kwa siri na kupelekwa Wartburg. Huko akaanza kutafsiri Biblia kwa Kijerumani. Kanisa Katoliki lilifundisha jambo moja wazi, kwamba ilikuwa dhambi kwa kuhani kuoa. Hivyo, mapadre wengi waliishi maisha bila ndoa kwa sababu waliamini hilo ndilo mapenzi ya Mungu. Lakini siku moja, Martin Luther alianza kujifunza Biblia kwa makini sana. Alisoma kurasa zake, moja baada ya nyingine. Kadiri alivyoendelea kusoma, alianza kugundua jambo muhimu sana. Hakukuwa na mahali popote katika Biblia ambapo Mungu alisema kwamba
kuhani kuoa ni dhambi. Kwa mshangao mkubwa, aligundua ukweli huu. Mungu hakuwahi kutoa sheria kama hiyo. Baadaye, alimuoa Catherine von Bora, ambaye miaka miwili iliyopita alitoroka kutoka katika nyumba ya watawa. Walibarikiwa watoto 6. Aliendelea kuhubiri na kufundisha. Watu wengi waligeukia ukweli. Mwaka 1546, Luther alikufa akiwa na miaka 63. Alizikwa Wittenberg, mahali pale pale alipoweka hoja zake 95. Na kupitia yeye, Mungu alibadilisha historia ya kanisa milele. Matengenezo yalikuwa yameanza. Kama umependa historia hii, subscribe sasa ili ujifunze zaidi historia za imani. Comment, tuambie umejifunza nini, na share video hii ili ujumbe huu uwafikie wengi zaidi.